Naam, walisema, wanasema na watazidi kusema. Basi leo wacha niseme, manake walisema nitasema. Basi nasema hivi leo ikiwa tarehe 4 mwezi wa 6 mwaka wa 2025, na ukaribisha tena katika Zilizala Viwanjani, ni kueleze nani karambwa na nani akarambika leo katika tetesi za soka na katika uhamisho wa dirisha ndogo haswa iliyofunguliwa mwezi huu hadi tarehe 15 kabla ya kombe kuu ya dunia almaarufu Club World Cup. Leo studioni niko na mwenzangu ambaye atajijulisha yeye ni nani na itakuwa vyema zaidi. Naam, kama alivyosema Roni, tuko hapa hivi kwa ajili ya kukujuza yote yanayojiri katika soko tu la uhamisho. Kumbuka ni soko ambalo lilifunguliwa majuzi tu Juni tarehe 1 kama sijakosea, na vilabu kadhaa vinaendelea kujitayarisha tukingoja mashindano ya kombe la dunia na msimu ujao pia utakapong'oa nanga. Kwa hivyo tuko hapa kukujuza jinsi vilabu vinavyopiga biashara kule barani Ulaya na nani anakwenda wapi. Kwa hivyo tegea hadi mwisho wa kipindi hiki. Shukran. Kama nilivyokujuza hapo awali ni kwamba leo tutakuwa tukidurusu, tukikueleza jinsi usajili inavyoendelea ulimwenguni, haswa pale ligi kuu Uingereza, ambapo sana sana ningependa labda tu kabla tuweze kuendelea, mwenzangu labda uweze kutueleza labda ni nani akaenda wapi, nani akatoka wapi, akaingia wapi na akajiunga na timu gani, labda tu kwa kifupi, kisha itakuwa vyema zaidi. Naam, kumekuwa na dili za kufana kule barani Ulaya ambapo wachezaji wameweza kuelekea timu kadhaa. Hata makocha tumeona Xabi Alonso akielekea kule Real Madrid akitokea Bayer Leverkusen. Alafu kumekuwa na Erik ten Hag ambaye pia amejiunga na Bayer Leverkusen. Bado hakuwa na klabu baada ya kuondoka Manchester United ambapo alitimuliwa kutokana na matokeo duni. Alafu hivi majuzi pia kuna Simone Inzaghi amekubali kuelekea kule Al Hilal akitokea Inter Milan. Hiyo ni baada ya kupokea kibano cha mabao 5-0 mikononi mwa PSG. Basi kwa wachezaji ni kwamba Mark Flaken ameweza kuigura klabu ya Brentford akielekea Bayer Leverkusen. Alafu kuna Kevin Kelleher, mlinda lango wa Liverpool, ambaye atakuwa anaelekea Brentford. Kuna Jadon Sancho ambaye alikuwa Manchester United kwa mkopo, kwa sasa hivi atakuwa anarudi pale Manchester United na ni wazi kuwa atakuwa anaondoka kwa kuwa Manchester United pia bado wamemweka sokoni. Kuna Inzaghi, huyo nimekujuza, atakuwa anaelekea Al Hilal. Alafu kuna Antoine Griezmann, huyu ni mshambuliaji Mfaransa anayecheza kule Atletico Madrid, ameweza kurefusha mkataba wake klabuni humo hadi mwaka 2027. Alafu kuna Dario Esugo, atakuwa anajiunga na Chelsea. Kuna Liam Delap, pia mshambuliaji mkali kweli, alikuwa anachezea Ipswich. Atakuwa anajiunga na Chelsea. Alafu kuna Jeremy Frimpong anaelekea Liverpool akitokea Bayer Leverkusen. Kuna Trent Alexander-Arnold amejiunga na Real Madrid sawia na Dean Huijsen ambaye pia amejiunga na Madrid akitokea klabu ya Bayern. Kwa hivyo hayo ndio yanojiri kwa sasa, bila kumsahau Tijani Reinders pia ametimkia Manchester City akitokea AC Milan. Naam, shukrani mwenzangu bwana Joshua Kura. Na labda tu kwenye tetesi za soka ni kwamba Mukialo Modric kutokea timu ya Real Madrid anapania kujiunga na timu ya AC Milan, kisha Aleksandar Mitrovic anapania kujiunga na timu ya Manchester United kutokea timu ya Al Hilal. Kevin De Bruyne pia anataka kujiunga na timu ya Napoli kutokea timu ya Manchester City. Lee Kang-in kutoka timu ya Napoli anataka kujiunga na timu ya PSG. Pia timu ya Arsenal wameweza kuonyesha nia ya kumsaini mchezaji wa timu ya Feyenoord kwa jina la Quinten Timber. Mbeumo kutokea timu ya Brentford anapania kujiunga na timu ya Manchester United. Kisha Ryan Aitnouri kutokea timu ya Wolverhampton Wanderers atakuwa akijiunga hivi karibuni na timu ya Manchester City. Kwingineko pia ni kwamba Tijani Reinders naarifiwa kwamba na Fabrizio Romano kwamba tayari ashajiunga na timu ya Manchester City kwa takriban milioni 70. Yeah. Kisha mwingine ni Florian Wirtz ambaye amemezewa mate na timu ya Liverpool. Benjamin Sesko kuingia timu ya Arsenal. Kisha Mike Mignan kutokea timu ya AC Milan.
Chelsea wameonyesha nia kuweza kumsaini mlinda lango huyu. Yeah. Labda tu mwenzangu, kabla tuendelee, ningependa tuweze kuzungumzia mchezaji Victor Gyökeres ambaye ni mchezaji, kwa kweli ni mchezaji ama ni yule mshambuliaji ambaye amezungumziwa na wengi, asua pale ukiingia pale Ureno, ambapo amekuwa mchezaji mzuri sana msimu huu. Amefunga takriban magoli 60, na hiyo inaonyesha kwamba ni mchezaji ambaye ana hari yake na ni mchezaji wa hadhi, apewe hadhi yake kama mchezaji bora asua kwenye ufungaji mwaka huu. Na mwenzangu, labda tuweze kutueleza, tumeona kwamba kulikuwa na baadhi ya timu ambazo zilikuwa zinamezea saini hii, lakini hivi karibuni tumeona kwamba zimeweza kutuliza moto. Hapa nazungumzia timu ya Chelsea, timu ya Arsenal na timu zingine ambazo Manchester United. Labda unadhani ni nini labda iliweza labda tuseme kwanza kwa Chelsea, ni nini ilifanya labda Chelsea wakaweza kumsaini Liam Delap na wakamwacha Victor Gyökeres ambaye amefunga magoli mengi zaidi? Kumbuka huyo Victor Gyökeres ni mshambuliaji ambaye amekuwa kule Uingereza, pia alitumikia Brighton kabla ya kuelekea kule Ureno, ambapo kwa sasa anaitumikia klabu ya Sporting Lisbon. Na amekuwa moto kweli kweli msimu huu, akipiga zaidi ya mabao 60 kama ulivyosema. Ni mshambuliaji ambaye amekuwa akiwindwa sana kule barani Ulaya. Kumekuwa na vilabu kama umesema Arsenal, Chelsea na Manchester United. Na hivi majuzi pia Barcelona walikuwa wanaiwinda saini yake. Na Chelsea waliamua kumchukua Liam Delap wakachana na Gyökeres. Kwanza kabisa Delap was cheap, na ni mchezaji ambaye alikuwa pale Uingereza na akaonyesha kuwa anaweza akatamba katika ligi hiyo. Tofauti na Gyökeres ambaye alipokuwa Brighton hakucheza katika ubora wake. Na alipoondoka akaelekea kule Ureno, basi akawa tisho kabisa. Kwa hivyo Chelsea labda hawakutaka kurisk, walikuwa wanataka ule player wakichukua wanachukua mtu ambaye amezoea ligi hiyo. Shukran sana Bwana Kura. Labda tu tukiweza kuondoka hapo kidogo, tulisikia hapo awali kwamba timu ya Arsenal ama wengi wanajua kwamba timu ya Arsenal haijakuwa bora sana katika safu ya ushambuliaji. Lakini kwenye dirisha hili hatujasikia Arsenal wakizungumzia sana ile safu ya ushambuliaji. Sijui unalichukulia hili vipi? Manake tunajua kwamba Arsenal wamekuwa wakisema kwamba walikuwa na dosari katika ushambuliaji, hawana striker, hawana mshambuliaji. Kai Havertz alipata labda kufikia sasa, labda uko na maoni yapi? Manake sijasikia Arsenal, labda tu Benjamin Sesko yule wa RB Leipzig ndio nilisikia kwamba walikuwa wanahusishwa na uhamisho wake, lakini kidogo imesitishwa. Arsenal kwa sasa hivi wako busy kweli kweli kule sokoni wakitafuta mshambuliaji. Na kinachoshangaza wengi ni kwamba wameamua kuweka nguvu tena zaidi. Kwa sasa hivi unaona wanang'ang'ana kupata sahihi ya Martin kutoka kule Sociedad, pia na Quentin Timber ambaye anatokea kule Feyenoord. Na shida yao hasa ilikuwa mshambuliaji wakati, kwa kuwa baada ya Gabriel Jesus kujeruhiwa na Kai Havertz pia kujeruhiwa, walikuwa wanakosa mchananyavu yule mahiri ambao tuseme akiwa pale utakuwa na uhakika kwa utakuwa unapata mabao. Kwa hivyo Mark Bartra sahi anajua kila ambacho Arsenal wanahitaji. Wanahitaji mshambuliaji wakati. Na endapo hawatampata katika dirisha hili la usajili, basi msimu ujao tena watasuasua katika ligi. Kwa kuwa kama unataka kutua taji la ligi kuu, utataka mshambuliaji ambaye atakupatia angalau mabao 20 kwa msimu. Tumeona Manchester City Pep akifanya hivyo, alikuwa na Aguero alipotoka akaleta Haaland. Tumeona pale Liverpool Mohamed Salah amekuwa akifanya hivyo. Kwa hivyo Arsenal kama wanataka pia waweze kuwania taji hilo, ni watafute mshambuliaji wakati yule mahiri ambao akiwa pale langoni atakuwa anawahakikishia kwa wanaweza pata mabao 20 kwa msimu. Shukrani sana Bwana Kura. Kwa hivyo tutarajie labda, manake dirisha bado halijafungwa, tutarajie labda huenda Arsenal ikafanya saini ya mshambuliaji ambaye labda ataweza kuwawezesha kuweza kufunga takriban magoli 20 msimu ujao. Na it's either Gyökeres ama Sesko. Au Chelsea walikataa kuchukua Gyökeres. Arsenal wa risk, waamue tu wamchukue. Ama wachukue Benjamin Sesko. By the way ni mchezaji mzuri,
hata amecheza pale Uingereza. Nakumbuka kuna wakati alikuwa Crystal Palace lakini hakucheza mechi kadhaa. Alisuasua kidogo hivyo akapelekwa kwa mkopo sijui Leipzig, akatoka huko akaelekea kule Uhispania. Kwa hivyo wanaweza mchukua Sesko, pia wanaweza saidika. Kisha mwenzangu, manake naona muda unatupa kisogo. Kuna hili swala la Manchester City na Manchester United. Msimu huu kwa kweli haswa kwenye ligi kuu Uingereza tumeona kwamba haswa timu ya Manchester United imeweza kusuasua sana hadi ikawapelekea kwamba wameweza kumaliza nambari 10 ambayo haijawahi tokea kwa historia Manchester United. Sidhani kama hapo awali. Manake tangia kwa shabiki wa mpira sijasikia kwamba Manchester United imemaliza nambari 16. Labda kutokana na hizi saini ambazo labda wanafanya kufikia sasa, tumeona kwamba wameweza kunasa saini ya mchezaji Matthias Cunha na tumesikia pia wanahusishwa na Bryan Mbeumo kutokea timu ya Brentford. Labda Manchester United tuyatarajie yapi msimu ujao? Manake watakuwa kama jinsi walivyo msimu huu, ama tutarajie mabadiliko kwa katika ile nini yao ambayo wamecheza kwenye ligi kuu Uingereza? Kutakuwa na mabadiliko sana na yataanza tu katika dirisha hili la uhamisho. Wachezaji wengi wanaenda kuondoka. Hii ni timu ambayo inaenda kuundwa upya. Kumbuka kocha Ruben Amorim alipokuwa akitua pale, aliwaambia mashabiki wa timu hiyo ama wapenzi wa klabu ya Manchester United, kwa mwanzo kutakuwa ni shida, lakini baada ya hapo wataona matunda. Kwa hivyo wameshapitia magumu katika msimu huu ambao ndio umeisha tu hivi majuzi, na huu ndio wakati ambapo sasa Amorim atakuwa anaunda kikosi hiki. Kumbuka katika msimu huu ulikuwa unaona washambuliaji kama kina Hojlund walikuwa hawakuwa wanafunga mabao, niseme tu hivyo, na Hojlund alikuwa tegemeo katika klabu ya Manchester United. Unapata ambaye alikuwa anamsaidia naye alikuwa Zaxi. Wote ni washambuliaji wachanga. Kwa hivyo endapo atapata Alexander Mitrovic, ni mshambuliaji mzoefu, amecheza kule barani Ulaya katika hata Fulham ligi kuu Uingereza. Kwa hivyo uzoefu ambao atakuwa analeta katika ile timu itaisaidia hiyo timu sana. Alafu ukiangalia Bryan Mbeumo na Matthias Cunha. Kwa hivyo Manchester United walimaliza vibaya msimu uliopita, lakini mazuri yanaja msimu ujao. Endapo na hawatashinda ligi, ni matokeo mazuri, lakini ligi nao hawatashinda. Ligi hawezi. Naam. Haya, sawa zaidi. Mwenzangu, kuna hili swala la mwisho ningependa tuweze kulizungumzia. Kombe la Club World Cup ambayo itakuwa ikianza hivi karibuni. Mwezi wa 7. Naam. Ili kombe ni kombe ambalo limeandaliwa sio kwa wale mabingwa hasa bara Ulaya, Europa League na wale ambao wameshinda ligi hasa kwenye ligi tofauti. Nazungumzia Uingereza, Uhispania, La Liga duniani. Mzangu, labda unaweza kulizungumzia swala hili vipi? Maana tumeona kwamba kutakuwa na vilabu zile kubwa ambazo zitashiriki kwenye mchuano huu. Labda nadhani kwamba unaona timu gani labda itafanya mchuano huu? Maana timu nyingi hapa nyumbani zitashiriki. Kule Saudia unaona Al Ahly watakuwa, ni vibaya, ni Al Nassr itakuwa, na hivyo hatutamshuhudia Cristiano. Kulikuwa na fununu kuwa alikuwa anaenda kuigura Al Hilal, alikuwa anaenda kuigura Al Nassr. Majuzi kumekuwa na fununu kuwa wameamua kubadilisha mkataba. Kwa hivyo siara atakuwa, lakini linaenda kwa mashindano yenyewe yanaenda kuwa ya kufana. Kumbuka vilabu ambazo vitakuwa hapo, unaangalia Barcelona, Real, unaangalia Al Hilal, na jinsi ambavyo vilabu vya Saudia vimeweza invest in the league, kuleta wachezaji maarufu kule barani Ulaya, wanawasaini, wanawapa mikataba mirefu katika vilabu vyao. Kwa hivyo haitakuwa rahisi. Ukiangalia Brazil pia kuna timu nzuri, hata kule Argentina unaangalia Boca Juniors, River Plate. Kwa hivyo ni mashindano ambao you can't predict, but just wait for an entertaining tournament. Tutarajie lolote. Naam, shukrani mtazamaji wetu, kufikia hapo sina la ziada ila niweze kutia kidude kwa sasa, lakini
kumbuka kutufuatilia katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Mimi ukinifuatilia kwenye mtandao wa Facebook @journalist Ronald Wafula, ama pale kwenye YouTube @RJ Media. Nikupashe, nikueleze, tuzungumze kispoti, nikueleze nani akarambwa na nani akarambika. Mwenzangu sijui atakupata vipi kwenye mitandao mbalimbali za kijamii. Naam, tukianzia tu Facebook, TikTok, mimi utanipata kama Joshua Kura, ama kule X kitambo alikuwa anasema ni Twitter, bado utanipata kama Joshua Kura, ila kule YouTube tupatane katika LivePick TV. Huwa niko na show hapo hivyo LivePick Viwanjani, ama nitakuwa na kujuza yanayojiri katika dirisha hili la uhamisho katika LivePick TV ni Transfer Center. Naam, shukrani. Hayo tu watazamaji wetu, tukutane tena muda na wakati kama huu wiki ijayo. Jina langu ni Ronald Wafula na hapa hivi ni Joshua Kura. Bye bye.